amezitaja katika kitabu chake, akasema kisha tuliwarithisha kitabu wale tuliowachagua miongoni mwa waja wetu. Allah huyo, kati yao yupo aliyejidhulumu nafsi yake, na yupo wa katikati, na yupo aliyetangulia katika mambo ya kheri kwa idhini ya Allah. Hiyo ndiyo fadhila kubwa. Kwa hiyo hapa tumepata daraja ngapi? 3. Aliyodhulumu nafsi yake, na aliyo katikati, na aliyotangulia katika kheri kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Haya imetoa faida ya kuwa daraja zipo 3, sawa eh? Daraja zipo 3, hizo ni daraja za uchamungu kwa mujibu wa aya Surat al-Fath aya ya 32. Ama daraja ya kwanza, hiyo imeandikwa kwanza, daraja za uchamungu siku ngapi imeandikwa? Ya kwanza winani. Mimi namalizia hapa. Namalizia hapa kwa daraja 3. Wewe hapo umeandika, umeshaandika. Haya imetoa faida ya kuwa daraja za uchamungu. Daraja za uchamungu ni 3. Au ni ujira mwisho hii. Mimi nataka mwalimu cha habari kwa sababu hizo daraja ndio kuchagua. Daraja yenyewe na chagua. Daraja ya kwanza, moja kudhulumu nafsi yake. Daraja ya kwanza, moja kudhulumu nafsi yake, tunaishia kwenye daraja 3 tayari. Naye maelezo, naye ni yule anayekubali tauhid na anamsadikisha mtume, rehema na amani zimfikie juu yake, na anatekeleza nguzo za Uislamu na imani, lakini kiujumla hakubii kuikinga nafsi yake kuingia motoni, basi huacha baadhi ya wajibu na kufanya baadhi ya haramu. Na huyu ni katika watu wenye kufanya maasi ambayo wataingia katika matashi ya Allah. Akitaka Allah atawasamehe, na akitaka Allah atawaadhibu adhabu kulingana na matendo yao, mpaka siku moja watatoka motoni. Waliodhulumu nafsi yao, sawa, ni mtu ambaye kaamini kwamba Allah yupo, kaamini nguzo za imani, kaamini nguzo za Uislamu, kaamini nguzo ya ihsani na nyingine zote, na ni Muislamu fika, anafanya baadhi ya matendo mema na anafanya maasi, kwa maana anachanganya. Huyu mtu kadhulumu nini? Kadhulumu nafsi yake. Hayo maelezo yanataka kichwani, ndio sawa. Kama utalisahau niandike tu kwa ufupi. Mtu aliyedhulumu nafsi yake ni yule ambaye anafanya maasi, ni yule ambaye Muislamu anafanya mema na anafanya maasi. Kiandika hivyo, nadhani utakumbuka maelezo yote. Kwa hiyo sasa huyu mtu anaingia katika matashi ya Allah, kwa maana matashi ya Allah ni kule kutaka kwa Allah. Akitaka yeye mwenyewe atamsamehe, akitaka atafanyaje? Atamwadhibu. Lakini wanazuoni wanasema huyu mtu kama ataadhibiwa atakaa katika adhabu
kuwa ndogo, kwani hizo zinajikusanya juu ya mtu mpaka zinamwangamiza. Wewe kumfanya mtu unaweza kuwa na dhambi